Ni yangu kwamba umebarikiwa sana na somo lililopita. Usisahau, mara baada ya kubarikiwa, mshirikishe na mwenzako pia. Kwa hiyo hapa katika somo hili, angalia tu chini hapo kuna neno subscribe. Bonyeza subscribe kama hujafanya hivyo. Bonyeza alama ya kengele. Lakini pia bonyeza neno all, ili kila wakati tukiweka somo jipya uwe kati ya watu wa kwanza kujua kwamba somo jipya limeshaingia tayari. Bwana akubariki. Mungu awabariki sana. Nilikuja kwa wazo la mtoto wa nyumbani, hivyo tu ndio lilikuwa akilini mwangu. Kwa hiyo sikuja kwa dhana nyingine yoyote. Sasa nilivyoona maandalizi ni makubwa, siwezi kunyamaza na appreciate mlichokifanya. Bwana awabariki sana. Kuna misukumo kama 4 ya kanisa kabla sijaanza ibada ya leo ambayo lazima tuijue. Mchungaji ametaja baadhi yake hapa. Kanisa la Sabato ni kanisa ambalo liko systematic, limepangiliwa. Na kama lisingelipangiliwa tusingekuwa nalo mpaka leo. Limekumbwa na vita nyingi lakini bado linasimama. Kuna saa unaweza ukaona kama linaanguka hivi, lakini halianguki. Kwa kuwa misingi yake imewekwa kwa Kristo Yesu. Na Mungu analiongoza kanisa. Analiongoza kwa namna ambayo wakati mwingine sisi kama binadamu kuna saa tunaogopa, lakini haliachi kanisa lake. Sasa kila miaka 5 ina misukumo yake. Iko mingi lakini natamani leo niongelee tu 4 ambayo ndio hii 4 ukiwa nayo, iwe ni kwa mzee wangu Zawadi hapa, waimbaji na kwa yako, wakijua tunasukuma huko, tunaenda sambamba. Namba moja wameita kwa lugha ya Kimombo communion with God, ushirika na Mungu. Kanisa linakazia kwamba muda ambao tunaishi sasa hivi hapa ni muda ambao ule Ukristo wa kufikiria kwamba ninamtazama fulani atanisaidia fulani umepitwa na wakati. Ukristo ambao utakuokoa wewe ni wewe na Mungu. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au adadavue tena. Amesemaje? Ameelewa Zile zama za kuanza kutegemea zaidi joto la mtu mwingine, huko tunakwenda tutatenganishwa. Sasa wewe ambao unategemea mwingine kiroho utaanguka. Wewe mwenyewe kuwa na uhusiano na Mungu. Soma Biblia kama sehemu ya maisha yako, usubiri kupigiwa kampeni. Haleluya. Kuwa na muda wa maombi wewe mwenyewe. Usingoje mpaka usikiwa natangaza siku 10 za maombi ndipo unaanza. Kuwa na muda wa kufunga wewe mwenyewe, unajipangia ratiba yako wewe mwenyewe. Sema na Mungu wako. Unaweza kufuatilia somo la Jumatano iliyopita kwa wale ambao mnafuatilia Hope Channel. Nimeliongea hili kwa uchungu mzito. Nimeongea kwa kina kabisa. Ongea na Mungu mambo yako ambayo huwezi kuongea na mtu. Kuwa na pori lako wewe na Mungu. Hiki ninachokiongelea hapa sio yale maombi ambayo unamwambia fulani sindikize. Hakuna kitu kama hicho. Saa tunayoishi sasa ni saa ya kumenyana na Mungu wewe. Maombi ya Yakobo, maombi ya Getsemani. Peke yako. Mwambie Mungu changamoto zako. Mwambie vita ulionayo. Mwambie shida, mwambie dhambi ambayo imekushinda. Itaje kwa jina. Communion with God. Jambo la pili kubwa ni utambulisho katika Kristo, identity in Christ. Wakati fulani nilipokuwa pale Magomeni masomo ya asubuhi, mnaweza kufuatilia YouTube ukayakuta, muda wa wiki nzima nimeongelea hili. Utambulisho. Watoto wa Mungu, sijaanza kuhubiri, naeleza tu. Usipojua utambulisho wako ndani ya Kristo Yesu, utateseka sana. Naomba Roho Mtakatifu akusaidie hili ulielewe vizuri. Usipojua wewe ni nani, niulizeni swali, mtu gani? Nijibuni tu. Utafanya nini? Unasimama. Kati ya wewe na yani kati ya trafiki na gari, kipi kina nguvu? Jibu tu, usiogope. Hapa watakunyanyasa kwenye biashara, watakusumbua majirani, utasumbuliwa kweli, lakini siku ukijua wewe ni nani, ushindi umeupata hapo hapo. Kanisa linasema hivi, saa imefika waumini wetu wajitambue wao ni nani katika Kristo Yesu.
Tunapokuja kwenye hoja ya kukataa dhambi, hatukatai dhambi tu kienyeji, ni kwa sababu ya utambulisho. Kuna vitu ukipandishwa status hufanyi. Haleluya. Rais amekuteua kuwa katibu mkuu wa wizara, alafu unakula mahindi barabarani. Watajiuliza sasa, ndio yule kweli? Hujajua status yako, tukunyang'anye hicho cheo. Au unakuta unagombana na bodaboda. Hapana, yaani ukishachaguliwa kwa katibu mkuu, hata kama unapenda mahindi ya kuchoma, unamtuma driver. Identity. Hiki kitu watoto wa Mungu natamani kila mmoja awe nacho, kwa sababu ndio kinafungua baraka. Haleluya. Elisha alipomalizana mazungumzo yake na Elia, cha kwanza alichokutana nacho ilikuwa ni maji. Hayagawanyiki kwa vile Elisha alikuwa na nguvu, ila kwa vile alikuwa na mamlaka. Mungu atusaidie sana. Umoja kupitia Roho Mtakatifu, unity through the Holy Spirit. Waumini wote mjue ya kwamba Mungu alivyoniumba mimi, hakuniumba sawa na Mteweli, hakuniumba sawa na Mnyindo, hakuniumba sawa na Mzee Kimbute. Ndio maana hata mimbari ambayo natumia Mteweli na mimi zinafanana, ila haifanani na ya nani. Mmenielewa? Haifanani na ya Zawadi, tuko pamoja. Chama chetu ni kile kile. Si tukifika mbinguni atatukuta kwenye kile kiti ambacho anakaa kina Zakayo, akina Daudi, ndio maeneo yetu hayo. Sasa sikilizeni. Ninyi ni watu wazima, sio watoto. Moja ya shida kubwa ambayo imekumba kanisa sasa hivi hapa ni sisi wenyewe kwa wenyewe kugawanyika. Hiki kitu hakileti afya kwenye kanisa. Tunashindwa kujua katika kuumbwa kwetu tofauti, kuna kitu ambacho mimi ninacho Zawadi hana. Kwa kuna siku nitamhitaji Zawadi kwenye maisha yangu. Hata kama iweje, hata kama mimi ni mchungaji wake, hata kama nimesoma kuliko yeye, kuna mahali elimu yangu haifiki, yeye anafika. Tukijua hili tutaheshimiana. Njoo kwenye kwaya zetu. Mimi kuna wakati haya maugomvi ya kwaya siyapendi kabisa. Hatujaumbwa kuimba staili sawa. Kila mmoja na namna yake anamfikia Mungu na inaleta utukufu. Kwa hiyo kushambuliana hakusaidii, ni kurudi kwenye standard ya uimbaji wa kanisa, mwisho wa kunukuu. Lakini staili itatofautiana. Haleluya. Sasa ni aibu kubwa ukikuta sisi wenyewe kwa wenyewe badala ya kusukuma utume tunaanza kushambuliana. Kuna vitu viko kanisani pako kivisikia unaogopa. Siasa za dunia zimeingia wapi? Tunaenda wapi? Umoja huu katika roho maana yake ni kwamba mimi na wewe hatufanani, lakini kila mmoja ameitwa kumtumikia Bwana kwa staili yake. Mungu atusaidie sana. Ndugu zangu, naongea kutoka moyoni. Moyo wako unaweza ukajua kwa kusikiliza hisia za moyo wangu. Nasema hivi, tupendane. Tupendane. Upendo unalipa. Fujo hazilipi. Zimetubebea malaana mengi hata katika maisha ya kazini. Hebu tupendane, turudi kwenye kupendana. Kama kuna mtu mlikuwa hamsalimiani, achana na hayo mambo. Hayalipi hayo. Weka pembeni. Haina maana kwamba hukukosewa, ila ina maana kwamba uhusiano una nguvu kuliko makosa. Haleluya. Tuache tofauti zetu, tushikane mkono, tusonge mbele. Watu watajua ya kwamba ninyi mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli mkipendana. Watu wa Burka mnakutana na watu wa Kijenge, umemwona ndugu yako. Mnakutana na watu wa Usariva, umemwona ndugu yako. Haleluya. Mwisho kabisa ni utume kwa wote. Mission for all. Hii kwenu sio geni, maana nadhani mliweka historia. Kanisa la Sabato kwenda kanisa la Baptist, hata watu waliona zile video walikuwa wananiuliza, mbona hapo tunaona hiki, mbona tunaona hapo watu? Ambia hapa tuko Baptist. Sasa utume kwa wote, wote wafikiwe na habari njema. Wote, tusibague.
Ukiitwa mahali, nenda. Upo kwenye daladala, hubiri habari njema ya wokovu. Usisubiri mpaka upewe ruhusa. Hakikisha ya kwamba wewe unahubiri habari njema popote utakapokuwa. Mungu atusaidie sana. Na habari njema ni nini ndugu zangu? Haina maana unaanza story nyingi. Anza na moja tu: Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Huu wimbo mlioimba waimbaji hapa sasa hivi hapa, ule wimbo umebeba injili yote. Simple. Tulipotea tukaokolewa. Mwambie mtu, anzia tu hapo. Biashara yako iwe ni uinjilisti. Mungu atusaidie jamani. Muombe Mungu akusaidie katika maisha yako uwe na utume. Kubadilisha sura kama alivyosema mchungaji, na wapongeza watu wa Burka. Mwenyekiti wa union aliniambia habari hii na mimi nikaipenda sana. Mnajenga kanisa zuri hapo. Mungu awabariki sana. Ndugu zangu, usije ukaondoka duniani kabla hujaweka mkono wako katika ujenzi. Mungu, usikubali hicho kitu. Na ninyi kwa vile mmekomaa kiroho, nawaambieni hili: sisi hatuongozwi na magoli yanayopangwa na wazee wetu au na kamati za majengo. Sisi tunaongozwa na baraka ya Mungu. Wamekupangia mtatoa shilingi 100,000, Mungu amekuletea baraka, umepata 2,000,000, nenda kulingana na baraka. Useme nimemaliza goli. Hatuendi hivyo sisi. Sisi hatupangii magoli. Sisi tuna uhusiano na Kristo Yesu. Ila msisahau, ramani yenu mimi sijaiona, lakini msisahau kwamba kuna watu wa mahitaji maalum. Nadhani imezingatiwa hii. Vigezo na masharti. Mwakumbuke hao watu. Maana unaweza ukawa na miguu miwili leo, hujui kesho. Boda zipo. Kabisa zipo. Unajua hata vyoo, mchungaji, ukiingia kwenye vyoo ambao tunavitumia, havijajali watu wa mahitaji maalum. Unakitazama kile choo unasema hivi, ikatokea kesho sina miguu, unaweza kutumia hiki choo kweli? Unaona kuna sababu mpaka wanahurumia wale watu ambao wana mahitaji maalum. Yaani ule uchafu ulioko pale chini ambao sisi tumekanyaga kwa miguu, mwenzetu anakuja kushika kwa nini? Kwa mikono. Mimi ukiniuliza, ningewaza mawazo yangu, lakini ningesema tukitengeneza vyoo tungekuwa na choo maalum kwa ajili yao, ambacho ni kisafi kwa mazingira ya kwao, kuliko kuwaingiza wote. Hata kama ni kile cha kwetu, ukisema kwamba lakini kuna hiki tumetengeneza saizi yao, bado hujatengeneza, kwa sababu atakanyaga, atapita, atashika miguu yetu sisi. Kwa hivyo sio sawa. Mungu atusaidie sana. Naomba tusimame. Miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo heri, niwepo kila siku. Miguuni pake Yesu, na hisani vyake kwangu vimenivuta moyo. Baba yetu, lia maandiko haya sasa kwa dakika hizi chache zilizosalia. Hakuna mtu anayeweza kuongea neno hili likagusa moyo wa mtu kama usipomjalia. Hivyo ikiwa kuna neno la hekima ambalo litatoka, lijulikane limetoka kwako. Kwa kuwa mimi ninayezungumza sina uwezo wa kuwafanya waelewe usiponijaza Roho. Nami nakuomba atakayesikia ukalirahisishe neno, ili liwe ni jiwe lililochongwa hadi uzima wa milele. Wewe ni Mungu, sisi ni watoto wako. Utukufu baki kuwa wako, maana ndiwe utendaye kazi ndani yetu. Sisi ni vyombo tu katika mikono yako. Unajua mahitaji ya watu mmoja mmoja. Mfikishie neno hili kama upendavyo. Tunajiachia kwenye mikono yako ili wewe utende upendavyo. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen.
Somo linasema mikononi mwa Mungu, na niambie wenyewe, nataka tufunge saa ngapi? Saa Roho anaweza kazidi kipimo. Aya, kama tutakuwa tumeenda sana, sasa hivi ni 6:30. Tukienda sana dakika 50. Ila kwa neema ya Mungu 45 zitakuwa zimetosha, au 30 hivi. Wasiendelea kuomba kimoyo moyo. Fungua kitabu cha Yohana sura ya 10 fungu la 28, tutaangalia na la 29. Mikononi mwa Mungu. Kama unapenda kuandika, unaweza ukaandika mikononi mwa Mungu. Mikononi mwa Mungu ndilo somo, safari ya usalama, amani na upendo wa kiungu. Nimesema kitabu cha Yohana sura ya ngapi? Sura ya 10 fungu la 28 na 29. Inategemea na Kiswahili unachokisoma, lakini cha kwangu kinasema, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Ndugu zangu wote tuliokaa hapa na tunaosikiliza, kuna ukweli huu. Vizazi vyote kuanzia Adamu mpaka sisi tunaokolewa kwa neema. Haleluya. Mungu ana namna yake ya kutuokoa, lakini neema hii inakamilishwa kupitia Yesu Kristo. Ina maana kwamba pamoja na kwamba aliwaelekeza kuchinja mnyama ambaye aliwakilisha Yesu Kristo, wakavaa lile vazi ambalo ni ngozi ya yule mnyama waliyemchinja, damu ikamwagika. Baada ya hapo utoaji wa kafara ukaendelea mpaka wakati wa Musa ukaendelea. Ingelitokea kwamba Yesu asingelikuja, hata wao wasingeokolewa. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au bado? Amesemaje? Hajaelewa? Safi kabisa. Kwa muda wako utasoma kitabu cha Ibrania sura ya 9 na sura ya 10 kwa muda wako. Usisome sasa. Mtume ameandika pale akieleza kwamba kama zile sadaka zingeliweza kuwatakasa, ina maana hazikuweza kuwatakasa. Zile sadaka zilikuwa ni kama vile kufunika kilichotendeka, ili Kristo aje akamilishe wokovu wetu. Na tunapowaambia watu ya kwamba hakuna wokovu isipokuwa kwa Kristo Yesu, sio kwa sababu tunataka wawe wa Kristo. Hatuna shida ya idadi ya watu, ila tuna shida ya roho ziokolewe. Hakuna njia nyingine ya wokovu isipokuwa Yesu Kristo. Haijalishi dini yako itakuwa ni nzuri kiasi gani, nje ya Yesu hakuna wokovu. Maana Yesu ndiye anayekamilisha wokovu. Kondoo walitolewa, wakatoa njiwa, lakini kama Yesu asingelikuja, dunia yote, hatima yetu ingekuwa ni kupotea. Ukienda magereza utakuta kuna wafungwa wa aina mbalimbali, lakini kuna kundi moja la wafungwa ambalo wamevaa nguo zilizoandikwa condemned. Hawa wamehukumiwa kunyongwa. Hata ukienda kwa hudumia na uchungaji wangu mimi, unawekewa ulinzi na alama kabisa kwamba huwezi kuvuka hapo. Maana wale watu wanajua ni condemned, ni wa kunyongwa wale. Kwa hiyo hata akikuua hana hukumu ya pili. Alishahukumiwa kunyongwa tayari. Adamu alipokosea, kitendo cha Adamu kukosea, akala tunda, sisi watoto wake wote tulizaliwa na uniform imeandikwa condemned. What? Yaani hata kabla hujatenda dhambi wewe ni condemned tayari, umeandikiwa mauti ulipozaliwa. Ukitoka pale kwenye tumbo la mama, ndio maana ishara ya kwanza kabisa ya mtoto ambayo tunasema asipoifanya hiyo tunaogopa ni kilio. Akiwa na shida ya akili, sisi wataalamu wa mambo ya akili watu tunaulizaga, akiwa mdogo alilia. Kwani kulia ni furaha? Kulia maana yake anatangaza condemned.
nimekuja lakini nimeandikiwa condemned. Kwa hiyo wakatoa hizo kondoo zao lakini bado hazikuondoa ile lebo ya condemned. Ili lebo iondoke, nini kifanyike? Sikiliza vizuri. Nyie ni wasoma Biblia, kwa hiyo najua mafungu baadhi mnayafahamu. Mnakumbuka kwenye kitabu cha Ufunuo kuna story ya simba wa kabila la Yuda? Anasema kwamba muhuri ulipoletwa, anasema nalilia, maana hakuwepo wa kufungua. Ile story inavyoelezewa pale, sisi Wapare, Wachaga, Wajita, Wajaluo hatuwezi kuielewa mpaka tuangalie Wayahudi wana maana gani. Kwa mila za Kiyahudi ilikuwa hivi: baba mwenye mji anapokufa, kama mzee Raila alivyokufa sasa. Si unajua kule Kenya tuna msiba wa mwanaume mmoja ambaye amesimamisha nchi nzima. Wewe ukiondoka kijiji ile ndume sio mchezo, msiichukulie kawaida, ni chuma. Nimeuliza tu pale kijijini kwenu ukiondoka. Sasa kwa mila za Kiyahudi, kama vile mzee Raila alivyoondoka vile, baada ya kuzika wanakaa kikao kwa mila za Kiyahudi. Wanauliza, wosia wa mzee uko wapi? Wosia wa mzee huwa ulikuwa unafungwa kwa kutumia hizo seal. Ukisikia muhuri ni seal, kama tunafunga maboksi. Ule wosia umeandika kila kitu kuhusu watu wa familia, moja moja baada ya mwingine. Kama mzee aliandika fulani afukuzwe, utafukuzwa. Kwa hiyo kabla haijafunguliwa ule wosia, wanafamilia wote wanaogopa, wasema ameandika nini? Maana ni siri ya mzee. Ni siri ya mzee. Mashariki yake ni haya: hakuna anayeruhusiwa kufungua zile muhuri au hizo seal, lazima awe ni ndugu moja na marehemu. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo yule ambaye anasimamia kila kitu anauliza, kikao kimekaa, watu wametulia, wana kijiji wametulia, wote wasema tusubirie tuone katika hiyo seal huyu mzee aliandika nini. Ndipo anakuja yule ambaye anaruhusiwa kushika ile seal, ambaye si mtu wa ukoo, analeta pale, anasema jamani, nimeiona seal iko hapa. Ndipo anauliza, ni nani anayeweza kufungua muhuri na kusoma kilichoandikwa? Ukisikia ni nani, maana yake wanasema marehemu ana ndugu yake wa damu. Pale huendi kama binamu. Ukisema ni binamu, anakuambia kaa kule. Unapokuja ukisema lakini mimi ni ndugu yake, baba, mama, tofauti, wanakuambia kaa kule. Wakichunguza hakuna ndugu yake ambaye ni baba mmoja mama, wakisema hayupo, basi familia hii itakaa matanga hadi mkatafute uko duniani kama yupo aliyepotea mahala fulani ili aje afungue muhuri. Ndio nasikia Yohana anasema, nami nilipoona hakuna, nalifanya nini? Nalilia kwamba hatima ya dunia iko wapi. Ndipo malaika akaja akamwambia usilie, maana Yohana ni mwanafamilia. Haleluya. Anambia usilie. Anasema kwa nini nisilie? Kuna ndugu yenu mlikuwa hamumjui, baba mmoja mama, na baba yenu anaitwa Adamu. Kuna ndugu yake. Sasa ni nani? Anaitwa Yesu Kristo. Na sifa yake kwa jinsi alivyo na maguvu, amepewa jina Simba. Haleluya. Mlimsikia? Hamkufuatilia labda nyie. Mtoto wa Raila alikuwa anasoma, binti yake mdogo ambaye alikuwa na mzee, alikuwa anasoma majina ambayo yule mzee alipewa. Sio moja. Alisoma ile list yale majina. Yale majina ni sifa. Wa Nigeria nao wana hiki kwa Afrika pia. Wa Nigeria wana hiyo tabia hiyo. Unakuta wazee wa Nigeria wamepotea na muda mrefu, wakikutana hamuiti jina lake la kwanza, anamwambia jina la utotoni alikuwa anaitwa nani. Na majina ya utotoni huwa yanategemea na tabia. Hata mimi nina la kwangu. Sasa yuko simba wa kabila la Yuda. Anasema huyo anaweza kufungua muhuri. Ndugu zangu mlioko hapa, Yesu Kristo ni kaka yetu mkubwa. Ameshiriki damu yetu sisi na nyama yetu sisi katika mwili wake. Na kwa kutambua hili, wakati mwingine kwenye shida zako huna haja ya stori nyingi, ziambie shida zako
kaka yako anaitwa nani? Wanaofuatilia mambo yangu wanajua kabla Yesu hajaniokoa nikiwa mdogo nilikuwa mtundu, lakini kwa primary kiburi changu chote kilikuwa kwa sababu ya kaka ambaye alikuwa anajua kupiga. Kwa hiyo mtu akinigusa anambia wewe unamjua fulani kaka. Kwa inabidi afikirie mara mbili. Watoto wa Mungu mlioko hapa, niwaambieni, wakati mwingine usihangaike na maombi mengi sana. Nimesema wakati mwingine. Mmenielewa? Wakati mwingine kuna saa unaomba unachoka, nguvu inaisha. Huwezi tena kuomba. Ambia tatizo lako. Waambie hivi, nikupe taarifa. Yesu Kristo ni kakangu. Nitamwambia hizi habari. Ndipo Yesu anapofungua ile muhuri sasa, anakuta hatima yetu imetajwa mle ndani. Sikia uliyeko hapa. Anaposema katika fungu lile la 28, anasema nami nawapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe. Ana maana ifuatayo: yeyote aliyempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake ana uzima wa milele. Wazee wa kanisa, imetokea umefika mahali umeitwa njoo kuna mgonjwa. Ukimtazama mgonjwa pale anaumwa yuko hoi, Roho wa Mungu anakushuhudia kabisa kwamba huyu hanyanyuki. Sio kwamba Mungu ameshindwa kumwokoa, ila ni kwa sababu tarehe zimefika. Kama kuna kazi kubwa mzee wa kanisa shemasi unataka kuifanya ni kumuuliza mgonjwa, je, umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Basi. Mmoja akasema, pastor, nimekuta mgonjwa ambaye hata kuongea hawezi. Sikiliza, kama kuna kitu cha mwisho ambacho kinazima kwa mtu ni ubongo. Anaweza akashindwa kuongea, asiwajibu chochote, amefumba macho, lakini anaufahamu. Ndio maana mkienda kwa mgonjwa aliyoko mahututi, acheni kupiga stori za huzuni. Oi, he. Hizo stori achana nazo. Maana mnahisi hasikii. Anasikia lakini hawezi kufanya nini? Kuongea. Ukifika pale cha kwanza, wewe ongea tu. Hata kama hawezi kukujibu, ongea tu. Mwambie kupitia Adamu tunapotea, lakini kupitia Yesu tunaokolewa. Mwambie hivyo. Mwambie kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mwambie tubu dhambi zako zote. Ongea na Mungu ndani ya moyo wako na usianze kujihukumu. Mwamini Kristo nao utaokolewa. Simple. Kuna watu tutakutana nao mbinguni hatukutarajia, kwa sababu dakika zao za mwisho tu walikiri Yesu ni Mwokozi. Mmoja akaniuliza, sasa pastor, ndugu zetu Waislamu ambao nao wana dini yao na wamkubali Yesu kama Mwokozi inakuwaje? Mimi sio mhukumu wa Waislamu, ila ninachojua hakuna wokovu kwa mwingine isipokuwa Yesu Kristo. Andiko halijabadilika. Kule Saudi Arabia, Saudi Arabia, Kuwait, kuna mtoto mmoja wa familia ya kifalme ya Kuwait. Mpaka sasa hivi ameondolewa pale katika familia, wameshamtoa kabisa. Mkiingia Google mtakuta story yake. Huyu bwana amempokea Yesu kwa njia ya ndoto. Ndio. Nani aliyemhubiri? Hakuna. Aliulizwa, anasema alinitokea kwenye ndoto. Akaniambia mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Anasema nikamuuliza, nifanyeje? Akasema nimekutokea wewe ili uweze kukubali hili, uweze kuokolewa. Asubuhi anamka anawasimulia, anambia nimemwona Yesu kwenye ndoto. Anambia umechanganyikiwa. Mtoto wa kifalme wa Kuwait akaanza kutangaza, na mafungu anayoyanukuu hakuwahi kuyasoma. Wakiangalia kwenye Biblia yapo. Akatafuta viongozi wa kanisa, wakampokea vizuri pale, akabatizwa kwa mujibu wa Marko 16:16. Baada ya hapo anatafutwa kuuawa. Sasa kama Mungu anawatokea hao, sebuse sisi ambao ujumbe huu tunao kwa amani tunauchezea. Mungu atusaidie sana. Ndugu yangu, nisikilize hii sentensi kusaidia. Sikiliza vizuri. Hata kama unajisikia umechoka kiasi gani kiroho, usimkatae Yesu. Kule ulipo Yesu anakuvuta. Nina ushahidi wa watu ambao walikatiwa tamaa ya kuokolewa, lakini mwisho wakaokolewa. Mwishoni wakaokolewa kabisa. Watu waliochoka maisha. Mmoja, wengine mmeshasikia habari zake, ni mtoto wa mchungaji. Mama amekuja Dar es Salaam pale analia kabisa, pastor, napoteza mwanangu.
Hawa watoto wamelelewa katika familia ya kichungaji, mtoto amekuwa ni mlevi. Yule mama anaambia pastor, twende nyumbani kwake. Yule jamaa alivyojua tunaenda akakimbia akaondoka. Hata kabisa kuona hata wachungaji, hata kuona chochote kile. Mama akaja analia anasema, pastor, mimi naona umri umeenda, siku zangu zimekaribia. Hivi kweli nitaondoka katika hii dunia nimeacha mtoto wangu huko hajampokea Yesu? Nikamwambia, mama, umefanya sehemu yako. Wewe endelea kuomba. Tuombe habari njema hii, Mungu anajua ataifanyaje. Tukaachana na hiyo habari. Ile kijana alikuja mwenyewe, niko pale Tegeta mwenyewe asubuhi na mabandage. Pastor, nataka kubatizwa. Namwambia kuna utaratibu. Wewe mtoto wa mchungaji, hujui kuna utaratibu wa mabaraza sasa? Hapana. Imekuwaje? Anasema, jana tulikuwa tunakunywa pombe hapo Sinza. Asema ugomvi ukaibuka. Ile jamaa likachukua chupa ya bia likaipiga chini, likamchoma yule jamaa, yule mtoto wa mchungaji hapa. Na wakati anamchoma anamwambia, kwanza wewe ulisomea zaka. Jamaa akarudishwa, ananiambia, pastor, nimehubiriwa na mlevi mwenzangu. Ndugu zangu, huyu Mungu tumwache kama alivyo tu. Huwa nikiongea na wazazi wangu wa watu wazima wanawaambia, kama kuna kitu usije ukakiacha, usiache kumwombea mtoto wako. Kuna vitu hutaviona leo. Hivi una habari kwamba kuna maombi ya watu ambao yanajibiwa lakini wao wenyewe wapo kaburini? Ndio. Yaani aliomba mpaka akafa, hakuona majibu ya nini? Siku ya ufufuo ndipo anaonyeshwa, anambia, unakumbuka uliomba ona wajukuu zako hao wote wamempokea Yesu Kristo kwa ombi moja ambalo ulimwombea baba yao. Usiache kuomba. Usipuuze maombi. Ndugu zangu, hata kama hujaona majibu leo, endelea kuongea na Mungu wako. Anasema, anayekuja kwangu sitamtupa kamwe. Sikia hili. Na mimi pia mniombe. Kuna kitabu kinatoka hivi karibuni ambacho kinamsaidia mtu mwenyewe namna ya kupambana na katika ulimwengu wa kiroho kwa njia sahihi. Pale nimeelezea vitu vitatu muhimu. Kuna kumilikiwa na nguvu za giza, kuna kukandamizwa na nguvu za giza, kuna kuteswa na nguvu za giza. Hivi vyote vitu vitatu ni tofauti. Naongea na watu wa binadamu. Mtu aliyempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake hawezi kumilikiwa na nguvu za giza. Hicho kitu hakiwezekani. Nakwambia, narudia, naongea kwa herufi kubwa. Hakiwezekani. Na hilo hutanibadilisha, labda Yesu mwenyewe ndiye aniambie. Lakini haiwezekani. Maana Yesu na mapepo hawakai sehemu hii. Never. Yesu akiendesha gari, shetani haombi lift. Hasa nikiongea hivyo mtasema, sasa inakuwaje, mbona kuna wacha Mungu tunaona pia nao wana changamoto? Wale hawajamilikiwa ila wanashambuliwa. Tuko sawa sawa? Kama hujaelewa sema, mchungaji rudia. Nitarudia. Wewe huwezi kumilikiwa na nguvu za giza, maana tayari wewe unamilikiwa na nguvu za mbinguni. Ila kumilikiwa na nguvu za mbinguni hakuepushi mashambulizi. Kesheni. Kuwa macho. Ayubu hakumilikiwa ila alishambuliwa. Tuko sawa sawa sasa? Sasa kuna kukandamizwa. Kukandamizwa sio kumilikiwa. Utajuaje kwamba unakandamizwa? Nakupa tu mfano. Katika biashara yako, kama unakandamizwa na nguvu za giza, unatumia jitihada nyingi kufanya biashara, lakini matokeo hayalingani. Au ukijaribu kuinuka kiuchumi kidogo, ile unasema ngoja sasa nipumue, ni kama vile shida zinakuja zinafieka kipato chote pia. Unaanza moja. Asa mtoto wa Mungu asiyejua kwamba yeye ni nani anaanza kulalamika, wakati maandiko yamesema mtiini Mungu, mpingeni nani? Shetani. Ni simple. Kuna baadhi ya mambo katika maisha hutafunguliwa mpaka umtii Mungu. Mchungaji, namtii Mungu kwa namna gani? Natoa mfano, sitaongea kila kitu leo, natoa tu mfano. Hapa tulikuwa tunatoa sadaka hapa. Kuna sana angalia tukitoa sadaka. Naangalia tunavyoenda kutoa sadaka. Moyo nasema, Mungu, hawa watu wangu Waadventista wetu hawa wanaelewa nguvu ya sadaka? Au wamefanya kama mchango?
Mmesikia nimewaambieni hapa, ukisikia kwamba kuna ujenzi wa kanisa, hakikisha kwamba unachangia kitu fulani. Mtu yeyote ambaye anachangia ujenzi wa kanisa au anatoa sadaka, mchango wa aina yoyote, huku akinung'unika, anapigwa laana. Mimi na ushahidi wa Biblia kabisa. Mtu akija akisema, mchungaji, mbona nimetoa zaka lakini sioni matokeo? Mgogoro, Mungu sio mwongo, Mungu ni mkweli. Tatizo ni wewe hujui namna ya kuitoa. Mimi na uchungaji wangu hivi unavyoniona, nikitoa sadaka hapa, nikija kutoa sadaka, sitoi sadaka ili kuwaonyesha kwamba mchungaji naye anatoa sadaka. Nikifanya hivyo napigwa laana. Imekuwa ni maonyesho, sio ibada. Mungu mbele za Mungu hana Pastor Mbaga, Mungu ana David Mbaga. Kwa mimi na wewe tunadaiwa kitu kimoja. Sasa tunafanyaje mchungaji? Iko hivi, ukitoa sadaka, unakuja kutoa sadaka hapa, jua ni ibada. Mlisikia ombi langu la kwanza hapa, nilimwomba Mungu apokee ibada yetu kwa njia ya nini? Ya matoleo na nyimbo. Kwa unapokuja hapa ukitoa sadaka papo, mwenye akili ya rohoni atakuwa anatembea kwenda kwenye kile chombo huku akiongea na Mungu. Baba, sikuhongi, katika vitu vyako ulivyonipa ninafanya nini? Ninakutolea. Lakini ninapokuja katika matoleo yangu haya, Mungu, sina maana ukariri ninachokisema mimi. Natoa tu mfano. Mungu, ninakuomba gusa mtoto wangu, gusa biashara yangu. Mchungaji, sasa hicho nacho si kama kumhonga? Umeshamwambia humhongi. Una habari ninachokuambia kipo kwenye maandiko. Anasema Mungu azikumbuke sadaka zako. Kwa nini anasema azikumbuke sadaka zako? Ukiendelea pale chini anasema akujalie haja ya moyo wako. Hatutoi sadaka kumhonga Mungu, ila sadaka ni muunganiko kati ya ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho. Mshike mkono jirani yako, muulize, umeelewa hiyo au adadavue? Amesemaje? Amesemaje? Mbona majibu yanagongana? Umewahi kuona mganga wa kienyeji ambaye anamhudumia mtu bila kutoa kitu? Hakuna hicho kitu. Tena nakuambia kabisa, hata buku huna. Huna kabisa. Mnamkumbuka ndume moja ambaye naipenda sana, hata nyie mnajua naipenda sana. Anaitwa Mfalme Daudi. Alienda kutoa sadaka kwenye kiwanja cha Arauna. Arauna alivyoona ni Mfalme Daudi akasema, bwana wangu, tumia kiwanja hiki, hata ukitaka kuni nitafanya nini? Nitakupa. Daudi akamwambia, siwezi kumtolea Mungu sadaka isiyo na gharama. Zaka na sadaka sio michango, ni ibada. Tunamwabudu Mungu. Na kama ni ibada, hata wale ambao wanasubiria mpaka eti siku ya Sabato ikifika ndipo analeta, wanawatazama na hivi, wewe inatakiwa kwa haki zote kabisa, kwa kizazi hiki cha kwetu sasa hivi, inatakiwa tuwe na lipa namba hapa. Mnayo Mzee Zawadi. Inatakiwa tuwe na nini? Lipa namba hapa. Inakuwepo. Mtu anaondoka nayo. Wakati ule kuna wakati tu mtu unafanya maombi yako mwenyewe, unasikia roho wa Mungu anakusukuma na kwambia, baada ya ibada hii toa nini? Sadaka. Huna haja ya kusema nasubiria, nilipa namba tu. Kazi yako ni kutunza muamala. Ukija unamwonyesha mhazini, kuna sadaka ya shukrani nilitoa, nilimshukuru Mungu kwa ajili ya mtoto wangu kufaulu. Shetani anajua nguvu ya sadaka, ndio maana nyinyi ni mashahidi, wengine mmepitia huzo. Tungeambiwa tutoe ushuhuda hapa tungetoa. Ndio sababu kuna saa ikifika, kuna baadhi yenu ukiwaza kutoa, kuna upinzani mkubwa unakuja. Wangapi wamepitia hii hali wanasema hata mimi nimewahi kuipitia? Nyosha tu mkono. Si umeona? Yaani kama kuna kitu kinakwambia lakini una shida. Mhazini wetu wa kanisa yuko wapi? Hebu anyoshe mkono. Nimuulize swali moja hapa. Mhazini sio la mahesabu, hakuna shida. Nyosha tu mkono. Yuko wapi? Yule simama tu dada yangu, simama tu. Ukilinganisha Januari, Februari na mwezi Juni, kati ya hii miezi Januari na Juni, ni miezi ipi ambayo matoleo yanakuwa juu? Juni.
Januari umegundua hapo Mungu atusaidie sana. Ndugu zangu, mfanye Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwanza. Mruhusu aingie ndani ya moyo wako. Acha akufundishe kutembea katika njia yake. Katika mambo yako yote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Mimi najisikia fahari kubwa nikitembea barabarani huko nakuta gari kubwa limeandikwa Bwana ndiye mchungaji wangu. Lakini kuna magari hicho kilichoandikwa unauliza, sasa huyu ni nani? Unaambia Nasali Buruka. Lakini ameandika Mtajiju. Jamani, kuna bwana mmoja na magari yake yanakwenda Zambia, yako 10. Kila gari ana sentensi moja. Nimeona ameandika hivi, katika hili nitakutukuza. Nikauliza sasa, pastor usishangae, ana lingine tena. Lingine limeandikwa nini? Anasema ana namba 2. Namba 2 ameandika maneno haya, damu ya Yesu yatosha. Unajua ikabidi nitafute, nikamuuliza kwa nini umefanya hivi? Anasema hili la pili nilipigwa kibiashara. Anasema nilipigwa kweli kweli. Anasema matajiri wenzangu wakanifuata, akasema lazima uende kwa wazee wakakuweke vizuri bwana. Anasema na ni kweli pastor, unakuta kwamba kifaa kimefungwa kwenye gari kiko vizuri kabisa, likifika Mbeya kimeharibika. Anasema kweli kulikuwa na shambulio la kiroho kubwa kabisa. Anasema kuna wakati nilijaribiwa mpaka nikamwambia mtu mmoja nipeleke kwa mtaalamu. Anasema tukafunga safari tukaenda Malawi. Anasema niko nje nasubiria kuingizwa ndani, nikasikia ndani ya moyo wangu sauti inaniuliza, na wewe unakuja huko? Anasema nikamwambia tu yule jamaa, bwana mimi niache narudi nyumbani. Akarudi. Anasema ile siku aliporudi, sasa sikwambii uige kila kitu, Roho Mtakatifu atakujalia. Anasema nikamwambia wale mautingo na nani, siku 3 za kufunga. Anasema siku ya 3 alipofunga, anasema mimi niliingia ndani ya gari nikasema funga ile turubai, nikafungwa. Anasema nikakaa ndani. Anasema mle ndani nikamwambia Yesu, sishuki kwenye hii gari mpaka uponye chuma. Haiwezekani kwamba jamaa wanaloga chuma alafu wanashindwa kutengeneza. Anasema ilipofika saa 9 ya usiku ya maombi yake, anasema nilisikia kitu kizito kinapiga kule kwenye injini. Akawaamsha wale jamaa, jamani njoni. Wakafungua, piga starter, gari iko vizuri. Anasema nikana kwamba Mungu alikuwa ananilipa. Anasema nilipata tenda, zililipa, nikanunua gari ya pili. Anasema hii ya pili nilipoinunua nikakumbuka kilichosababisha gari linunuliwe sio damu ya mbuzi, ni damu ya Yesu Kristo. Naongea na mtu ambaye huenda ikawa umepigika sana. Nataka nikwambie leo, baki kwenye mikono ya Mungu. Usitoke nje ya mstari. Mambo yanaweza kuonekana kana kwamba hayako sawa sasa, lakini ukivumilia Mungu atayafungua hapo mbele. Ninakusihi sana maombi yako yabadilike kuanzia leo. Mwambie Mungu, nahitaji unitendee, sio ili watu waone kwamba ninacho, ila kupitia baraka zako watu wakuone wewe. Na mwambie Mungu, nichunguze ndani ya moyo wangu, kama maombi nayoomba yana unafiki ndani yake, nioshe. Maana kuna saa tunaomba tukitamka hivi lakini hatumaanishi. Mwambie Mungu, chunguza ndani ya moyo wangu, kama kuna kitu kiko sawa niambie, nitubu ili niombe kwa usahihi. Utukufu ubaki kuwa wa Mungu. Unapomwombea mtoto wako abarikiwe katika masomo, sio ili familia yenu isifiwe kwamba ina akili. Hakuna. Mwekee mtoto mikono, ukimwombea baraka yake ya elimu, mwambie Mungu, ninachohitaji, sisi tumeitwa ili tuweze kutangaza utume, watu wajue Kristo ni Bwana. Kupitia mtoto huyu watu wakuone wewe. Na mtoto akifaulu, acha kumpandisha kichwa kwamba unajua wewe ni genius letu hapa nyumbani. Mwite, mwambie njoo. Unajua kwa nini umefaulu mitihani vizuri? Akamwambia sijui. Mungu anahitaji uwaambie wenzako kuhusu yeye. Haleluya. Mungu atusaidie sana.
baki katika mikono ya nani? Ya Mungu. Unajua Mungu anasema ya kwamba, anaambia Waisraeli, niliwachukua ninyi katika mbawa za tai. Sikia hapa vizuri kusaidie. Ukisikia katika mbawa za tai, unaweza tu ukasema mbawa za tai ukaishia hapo. Ni mpaka uje umstadi tai anafanyaje kubeba watoto wake kwenye mbawa. Tai anapokuwa na watoto wake, ana kiota chake kizuri anakitengeneza. Kinachukua muda mrefu sana. Katika kiota cha tai kuna namna amekitengeneza kwa ustadi wake vizuri. Kuna muda ambao unafika inabidi wale watoto watoke. Wakishakuwa wakubwa automatic wanatoka wakaanzishe maisha. Lakini kuna vitoto huwa vinabaki mle, vinagoma kutoka. Joto la kwenye kiota tunaita comfort zone. Unajisikia hapo. Saa nyingine nikiongea kuhusu ajira, kuna watu wanasema pastor, hapana, lakini mimi nitaendelea kuongea tu. Kuna watu mpo kwenye ajira, comfort zone. Unapata mshahara, unafurahia. Mungu anakutazama anasema, mwanangu anapewa madawa kulevya hapa. Yanaitwa mshahara. Maana mshahara ni mind control. Utanielewa siku utakapofikiria kwa kina. Na inakukontrol akili kweli kweli, maana unapewa mwisho wa mwezi. Akili yako inaamini kitu nakita reward. Ina record. Mliosoma psychology kule, hata kwenye education bachelor, mlisoma habari ya Pavlov. Inaenda tu hapo pap, inakumbuka tarehe 20 na kitu napata kama mshahara, ni reward. Ukipata mshahara pap, kuna hormone inaachiwa mwilini ya furaha. Ubongo una rekodi kwamba ile tarehe huwa ikifika nitapata kama mshahara. Kwa unazunguka hapo. Sasa unazunguka hapo tu. Hutakaa ufikirie kuhusu maendeleo yako. Zaidi sana ukiwaza maendeleo, inakwambia mkopo. SACCOS. Na inakushawishi kweli kweli mpaka unasema, hivi umewahi kuona mtu mwenye akili timamu anayechukua mkopo ananunua kochi? Yaani amekazana kabisa, nipeni mkopo, shida nini? Kochi. Wewe. Mtu amekoma kabisa na mkopo ananunua TV. Kuna nyingine tena na unaona kama ni akili, lakini sio akili. Sio akili kuchukua mkopo ukanunua gari ya kutembelea. Ni ujinga. Pastor, hata nikikuuliza, hiyo gari unataka uende nayo wapi? Kazini. Ili nirahisishe usafiri. Ukirahisisha umeingiza nini? Unajua gari inatumia hiyo, haizalishi. Mungu atusaidie sana. Sasa sikia comfort zone ilivyo mbaya. Kuna watu mna akili hapa mlipokaa. Yaani ni genius kabisa. Malaika wanajua hicho kitu. Wanawatazama. Siku ukipata matatizo, ndipo akili yako itaanza kufanya kazi. Kuna watu wananitazama hapa. Baada ya mabosi wenu kuwasumbua, ndipo mlienda kusoma masters. Ndipo kaenda kusoma bachelor. Mimi namshukuru Mungu kwa kumleta bosi huyu aliyekusumbua. Bwana asifiwe kabisa. Ndiye amekuamsha akili. Ukisikia Mungu anasema niliwachukua katika mbawa za tai, maana yake ni kwamba tai anapoona vile vitoto vinagoma kutoka, anachofanya ni nini? Anakuja kuharibu kiota. Anaharibu nini? Kiota. Mungu akisema nilikuchukua kwenye mbawa za tai, anakuambia kuna siku nilisababisha usemwe. Ndio maana hata ulipoomba kwamba Bwana, ona wanavyonisingizia makosa, Mungu anakuambia mimi ndio nimewaruhusu. Acha wakuseme. Kuna siku wewe hapo ulipo uliandikiwa barua ya kufukuzwa kazi, na ulimwomba Mungu asitishe ile barua, hakusitisha. Maana jambo hilo lilitoka kwake. Mungu anasema na mtoto wangu hapa kwenye kiota amegomea hapo. Yuko shamba la kahawa. Siburuka huku amegoma kutoka. Lakini limuumba akaajiri, sio aajiriwe. Leta bosi ambaye hamkubali. Utafunga na kuomba, Baba mbadilishe bosi. Mungu anakuambia ndio naongeza. Katika mbawa za tai. Tai anavuruga kile kiota, akivuruga kabisa, wale watoto wanakosa pa kukaa.
Maana yake ni kwamba anaambia mna akili timamu, nendeni mkaanzishe mji wenu. Akikuta vimegoma bado viko pale kwenye mti, huwa anavichukua anaviweka hapa kwenye mgongo wake. Unafikiri vinachukuliwa vizuri? Hakuna. Anaenda sasa hapo, anapaa navyo, akifika juu huko anaviachia, papatika hapo kabisa kabisa kabisa. Vikipiga ile mikono namna hii, ile mabawa, ndipo vinashtuka. Sio kila matatizo ni shetani. Kuna saa unakemea pepo, kumbe unakemea malaika. Unamwambia ushinde kwa jina la Yesu, anakuambia ndiye kanituma. Nije hapa uamke usingizini. Katika mbawa za tai, anapowaachia sasa wale watoto wanashuka. Unadhani ni kama ukatili. Lakini wataalamu wa ndege wanasema wakati ule wote tai yuko pale anawatazama. Anaangalia nini? Anayeweza kupaa akiondoka, tai hana habari naye. Anamwangalia mtoto wake tu ambaye katika kurukaruka kule na kupiga mbawa amechoka. Akimwona amechoka, anaishiwa na pumzi, mama yake anaenda chini yake, kabla hajapiga chini kule kabisa kwenye jiwe, anaenda chini yake, anatanua mbawa zake, mtoto anatua juu, anamrudisha kwenye mti tena, anamruhusu apate nguvu upya tena. Mungu anaposema niliwachukua kama vile tai anavyowachukua, anasema kuna saa niliwaacha akili zizinduke, ila hamzinduki wote sawa wakati mmoja. Hata darasani, niwaambieni walimu wote mlioko hapa, hakuna mtoto asiye na akili. Hicho kitu hakipo. Ukikuta mtoto ameshindwa kukuelewa, tatizo ni wewe mwalimu. Ila wanatofautiana spidi ya uelewa. Kuna mwingine ili aelewe algebra, rudia mara 9. We rudia. Mungu naye anatuchukua hivyo hivyo. Kuna saa Mungu atatuchukua wote, ili kanisa la Burka wote atupeleke mahali, atupitishe kwenye changamoto. Kuna ambao kwenye changamoto watatoka kama dhahabu. Kuna ambao changamoto zikikaribia kuwamaliza, Mungu anatoa mbawa yake popo, anasema ni mwanangu, hawezi kufa. Unatua pale, ukitua na kurudisha, unapata kibarua cha miezi 6. Kinakubeba. Mungu anasema bado ninachohitaji uamke ukalime nyanya. Kuna hela ziko hapo. Haleluya. Sikia, nimefunga siendelee zaidi hapa. Kuna sera moja ambayo natamani sana kila mmoja awe nayo. Ukiona Mungu ameruhusu changamoto zipo kwenye maisha yako, usilalamike. Cha kwanza muulize, unahitaji nijifunze nini? Maana katika hatua process ya utakaso, kuna wakati mwingine kwenye kutakaswa huko, hizo shida zinakuosha. Haleluya. Mchungaji, mimi sijakuelewa. Relax kidogo. Mungu anaiangalia ndoa yako. Anaona kuna kitu kinakuja kule mbele, kitakuja kupiga ndoa yako vibaya sana. Mungu anaona kabisa. Lakini anakushtua, hushtuki. Anachofanya ni nini? Anaibua jirani. Unanisikia vizuri hapo Anamwibua nani? Jirani. Jirani anakuibulia skendo ya mwaka, mpaka unashtuka. Anambia nilimuona yeye kabisa. Wapi? Acheni tu, mbinguni mbali. Vipi sasa? Yule mdada na kwaya anafanya nini? Anaimba, lakini matendo yake, mnaona hiyo kitu jinsi inavyoenda taratibu tu hivyo. Mwisho moyo unakuuma. Nataka mzingatie hapa, naongea habari ya ndoa yako inashambuliwa, ambalo wewe hujafanya nini? Hujaliona. Automatic ukisikia ile story, ile kosa ukulifanya, jambo ukulitenda, moyo utafanya nini? Utauma. Moyo ukiuma, kuna wazo linakuja, naenda kumuona. Huku kuna kitu kinakwambia hapana, watoto wa Mungu watupambane. Unaamua kufunga na kuomba siku ngapi? Katika kufunga kwako unakuwa na moto wa mbinguni na kuzunguka. Haleluya. Ndipo ile kombora ambalo lingekuja kwenye ndoa, likija limekutana na moto. Bado mchungaji, sijakuelewa. Target yako hapo ilikuwa ni kuombea ndoa au ni kuomba jinsi jirani alivyokuumiza? Ilikuwa ni jirani. Lakini moto wa Mungu ulivyokuzunguka haubagui.
Haleluya. Ilivyokuja shambulio katika ndoa yako likakutana na moto ambao ulikuwa unaombea ishu ya jirani, lakini kombora lilipokuja likakutana na kitu tunakiita interceptors cha Israeli cha kuzuia makombora. Haleluya. Ilikapanguliwa pop. Kumbe huku hoja yako ilikuwa si ondoa. Mtoto wa Mungu uliyeko hapa, Mungu akiruhusu chochote kikupate, baba yako wa mbinguni anakuambia uko mikononi mwangu, relax, acha stress, acha msongo. Nilijua lingekupata, lakini ninakutunza katika mikono yangu. Nikwambie mtoto wa Mungu uliyeko hapa, mimi naongea na wewe, ni binadamu kama wewe. Ukweli uko hivi, haina maana kwamba mimi sipati changamoto, lakini nimejifunza kutulia miguuni pa Yesu. Ukitulia pale huna stress. Haina maana hutasikia kelele zikipigwa, haina maana kwamba hutasikia makombora. Ni rafiki yangu mmoja, baadhi yenu nilishamsema, wewe hata mnamfahamu sana, ni mzee mpiganaji mzuri kabisa. Juzi walikuwa kwenye hizo vita vyao huko wa Mashariki ya Kati. Sasa alikuwa anaweza kunipigia simu yeye akitaka. Huwezi kumtafuta ukampata baada tu ya hii miaka 2 ya vita. Siku moja akanipigia WhatsApp. Tunaongea, nikamwambia bwana, karibia miezi 6 sikuoni. Akasema nilikuwa nafundisha vijana huko na nini. Tunaendelea kuongea, ghafla nikasikia kunje. Nikamwambia vipi? Anasema kuna bomu la Irani limeshuka huko. Mbona huna stress? Anasema niko eneo salama. Hapa ninavyoongea nawe niko chini kabisa, niko eneo salama kabisa. Kwa hiyo hamna shida. Hatujamaliza mazungumzo, sio kurudi. Na hicho ninachosema, hizo ni interceptors zinazuia yasitu. Lakini ninavyoongea naongea kama hakuna kitu kikubwa. Mwisho mimi nikajifunza jambo lifuatalo. Hata mikono ya Mungu, kelele zikipigwa huna pressure. Haina maana hazipigwi. Haina maana kwamba husikii kelele za mabomu, ila unamwamini aliyekuweka mikononi. Leo lengo langu kubwa kwa nahitaji niwarudishe katika tumaini katika Kristo Yesu. Misongo na maisha imetupiga kiasi kwamba tunaotoka nje ya mstari. Ukisikia kelele, jifiche katika mwamba ambao ni Yesu Kristo. Daudi anasema popote nitakapokuwa wewe upo. Anasema nikifanya kuzimu kwa kitanda changu, wewe upo. Anasema kama nikiamua kwenda kulala mwishoni kabisa katika bahari, wewe upo. Katika vilindi, wewe upo. Maana yake ni nini? Hata katikati ya maumivu ya kansa, Mungu yupo. Hata katika maumivu daktari amekwambia haiwezekani tena, Mungu yupo. Mungu atusaidie sana. Cha kuombea leo ni nini? Uliyeko hapa, mwambie Mungu, nisaidie nisitoke nje ya mstari wako. Unajua hata mimi naongea na wewe, hili ndilo ombi langu kila siku, namwomba Mungu. Sijaacha kuliomba. Nikiwa mwenyewe naongea na Mungu wangu, namwambia Mungu ya maneno. Namwambia Mungu, ninachokusini kimoja tu. Ukiniona nimetoka nje ya mstari, nipigie kelele haraka nirudi ndani ya mstari wako. Usitoke nje ya mstari. Kilichosababisha Petro azame sio nguvu ya upepo, ni kubadilisha mtazamo. Alipoona upepo, hakumwona Yesu. Huwezi kuona hivi vitu viwili kwa wakati. Ni either umtazame Yesu ili usione upepo, au angalie upepo usimuone nani? Yesu. Sijui unapitia kitu gani hivi unavyonisikiliza. Mimi nakwambia neno moja tu. Hebu poteza macho yako kwenye hicho kitu, yapeleke kwa Kristo Yesu. Ukishapeleka kwa Yesu, kuna vitu vinabadilika. Mtazame Mwokozi, usoni mwake mzuri, mambo ya dunia ugeuka, uso wake tukiuona. Naomba msimame, rudia tena ile fungu. Mtazame usoni mwake
cha Education ukurasa wa 132, Ellen White anasema mkono ule ule unaobeba dunia angani unawategemeza na kuwapa nguvu watoto wake waaminifu duniani. Huyu aliyeshikilia hii dunia na nyota ndiye ambaye anakutegemeza na wewe. Usimwache Yesu. Inawezekana labda kuna namna ulitoka nje ya mstari, ukaamini waganga, ukapewa mahirizi, ukaenda kupiga ramli. Huu ni muda wa kutubu. Rudi kwenye mstari. Rudi miguuni pake Yesu. Mwambie akusamehe. Ulitamka maneno ya lawama, ukamlaumu Mungu kwa shida zako. Mwambie akusamehe. Katika lawama hakuna baraka. Acha Mungu akufinyange upya. Miguuni pake Yesu, maneno yake tamu. Zile dhambi ambazo unahitaji kuweka miguuni pake Yesu ili akusamehe. Ongea na Yesu ndani ya moyo wako sasa. Vile vizuizi vya kiroho vyote vipeleke miguuni pake Yesu. Endelea kushika katika mikono yake. Ungama dhambi zako tu, ziache miguuni pake Yesu. Amini umesamehewa, usiondoke na hatia yoyote. Ndipo tunaingia fungu la tatu. Fungu la tatu kiliimba, hakikisha kwamba unaliimba kutoka moyoni. Kabidhi kazi zote za mikono yako katika mikono ya Mungu. Tunapoimba hili fungu tunaomba baraka ili na sisi tuweze kuwa baraka. Unibariki Mwokozi, unibariki Mwokozi.
wako, omba utakaso wa nia. Tumeomba maombi mengi, tulikuwa tumejawa na ubinafsi, tukijiona sisi, tukijiinua sisi. Nia yetu haikuwa safi. Hata baadhi ya maendeleo ambayo tumeyaombea, tukitazama vizuri katika jicho la Kristo, nia haikuwa. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakuinua, ninakutukuza. Hakuna usalama popote isipokuwa katika mikono yako. Amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake. Kuna wakati tumetumaini akili zetu tusamehe. Kuna wakati tumetumaini fedha zetu tusamehe. Kuna wakati tumetumaini vyeo vyetu tusamehe. Tunatubu leo. Kuna wakati tumetumaini biashara zetu tusamehe. Tunapotubu leo na kuja kwako, tusaidie tubaki katika mikono yako. Baba, tumeomba utubariki, lakini tumeomba utakase nia. Mungu, tunakiri kabisa mbele ya malaika watakatifu, tunakiri katika ulimwengu usioonekana, ulimwengu ambao si wa damu na nyama, ulimwengu wako wewe, tunakiri tulikutenda dhambi. Hata tulipoomba uponyaji, hatukuwa na nia ya Kristo ndani yetu. Tulipoomba baraka ya kiuchumi, hatukuwa na nia ya Kristo ndani yetu. Kumbe hujakataa kutubariki, ila ulihitaji tutakaswe nia. Ninakushukuru maana leo unapotuambia tuje katika mikono yako, hatuji bure, tunakuja tukitakaswa pia. Naomba kwa ajili ya wagonjwa wanaofuatilia kwa njia ya mtandao na wengine wako hapa, unapogusa miili yao na kuwapatia uponyaji, wakumbushe ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba kwa ajili ya wafanyabiashara wote walioko hapa na wengine ambao wako mbali, bariki kazi za mikono yao. Sio zako, ni adui tu ameamua kuwavuruga ili wapoteze focus. Watetee watoto wako. Kuna watu wako hapa katika ajira zao, itabidi wapande cheo kama Yusufu ili wakatangaze ufalme. Wapatie wepesi katika hilo. Baba, naomba kwa ajili ya watoto wetu wote, kila mtu aliyeko hapa anayefuatilia ambaye na mtoto popote pale, naomba ukawalinde wale watoto. Naomba kwa ajili ya wale ambao matumbo yao hayajafunguliwa bado, uliyemfungua Sara ukamfungua Hana, fungua matumbo yao. Naomba kwa ajili ya wote wenye msongo wa mawazo. Kwa nini wanakuwa na msongo wa mawazo? Ni kwa sababu kuna mambo hayako sawa. Leo wafundishe, macho yetu yakikutazama wewe, amani ipitayo fahamu za kibinadamu inatawala katika mioyo yetu. Ninakutukuza maana kanisa hili la Burka katika mradi huu mkubwa utawainua watu kwa ajili ya kumaliza ujenzi huu, wanaosali hapa na ambao wanasali mbali. Baba, eneo hili kwa hili ombi ambalo tunafanya leo, ukainue kanisa hili mwaka huu na mwaka ujao, ukawashangaze kwa kuweka hilo jengo hapo lenye utukufu kwako. Lakini hatuwezi kuisahau nchi ya Tanzania. Ulituambia yeye Mungu ya kwamba mkaiombee ile nchi mnayokaa, nasi ni wa Tanzania. Tunaomba kwa ajili ya taifa letu tukiwa ndani ya hili kanisa. Baba, ulisema tu akitokea mtu mmoja ambaye ataita, ataomba, atasimama kwa ajili ya taifa, we Mungu utasikia. Mchungaji Kimbute aliomba, na sisi tunaongeza tena. Wale malaika ambao wanashikilia pepo 4 wakashikilie ili injili iweze kuhubiriwa. Baba, kuna watu tunajua kabisa shetani anatafuta kuondoa maisha yao kabla hawaja kupokea. Nami nakusihi asipotee hata mmoja, wafikiwe na injili kabla mlango wa rehema kwao binafsi haujafungwa. Ninaomba amani katawale wakati huu wenye changamoto nyingi za masuala ya kisiasa na uchaguzi.
sisi hatuna pengine pa kupeleka, tumeleta yote kwako. Wote ni watoto wako, katika vyama vyote uliwaumba wewe manao. Itakuwaje? Sisi hatujui. Tunachojua tu ni kwamba mapenzi yako yatimie. Tunakutukuza maana ni Mungu wetu. Asante maana umesikia na unakwenda kutenda zaidi ya vile tulivyoomba. Kama tulivyosema, tuwe katika mikono yako, ukashikilia taifa letu katika mikono yako, na tukivuka salama, asiinuliwe mtu yeyote, ukasifiwe wewe pekee, maana wewe ndiye Mungu wetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.